wanawake wengi, wasichana wengi wanakuja kanisani, wanalia, wengine wanapitia depression, wengine wananiambia mimi ndoa yangu imenishinda, nashinda nikiomba, ama mume wangu ni mhubiri, anakuja kunichapa kwa nyumba. Siwezi, wengine watoto wao who supported and all that. Mwingine anasema hajaoleka na akienda nyumbani, like most of the time wakikutana na wale wengine inakaa ni kama like you're a black sheep. So hiyo kitu, because kila mtu anakuja anataka help, mwingine mtoto wake ana school fees, mwingine ana nini. So niliuliza Mungu, sitaki hii kind of a church setup kama mama wa kanisa, ati wanawake tu ni tukuje kanisani, tuombe, tulie, tufast, alafu tukitoka nje ya gate tunashindwa tutapatia watoto wetu nini. So Mungu akanipatia hii group. Akaniambia nianzishe group inaitwa Woman of Love and Prayer. Kikundi cha wamama cha kupenda na kuomba. Kupenda inaingiliana that ni network setup that women tunakuja pamoja. Kama mimi nimekuja kanisani, nitakutana na mama kama mimi, nimwambie mama, mimi tumeomba ndio lakini napitia hii, unaweza nisaidia? Nataka kuona huo msaada, kwa sababu kwa kanisa watu wengi tutaomba, tutaambia mtu nitakuombea, lakini tuko na pesa, tuko na njia za kusaidia wenzetu like our sisters, lakini find it is not happening. So this is a movement that nilianza. Nikasema nitapigania a girl child, especially mothers even in the church and all that, and the single mothers wenye uko na watoto. Alafu wacha nikwambie kitu, the most interesting thing, kama sisi wa mama tukiumia atuendagi kukunywa kwa pombe ba. Mzee akikuwa na depression yeye ataenda kwa boba, lakini mama anakimbianga kanisani. Can you imagine mama akuje kanisani kwa setup yenyewe hata hakuna hiyo help. Akikuja kanisani anahitaji kufeed watoto wake, sponsorship ya watoto wake, lakini kitu yenye anapata anaambiwa we omba. Depression is killing women in the church. Tuko na mama wengi sana, most of the women by them unaona wanajinyonga huko nje. Hao watu unasikianga mtu akisema huyu alikuwa kwa prayer forum ya kanisa, huyu mama alikuwa anafanya hivi. Wengine kuna kesi zingine unaona there's a woman alijiua Kitengela. Mama ako sawa, ako na mali, ako na jumba mzuri, lakini alijiua kwa nini? Ako kwa kanisa, ni depression. Unajua kwa nini? Kwa sababu hii narrative ya mama tumeambiwa kama wewe ni mwanamke unafaa kuvumilia kila kitu. No. Kama sisi Wolap, agenda yetu si kuambia mtu vumilia, ni kukuambia kuja tuombe pamoja na tusaidiane. Kuja, uko na nini? Mimi niko na nguo, niko na hii idea, ama umekuja na idea, mimi niko na pesa, nikwambia haya tuanze kabiashara kadogo. So kikundi kilianza hivyo, so nikawaambia, Mungu akaniwezesha nianze maneno ya kuomba. Nianze maneno ya kulead women in prayer. Juu suluhisho kama sisi wa mama, where we find help is in the place of prayer. Tusipoomba, tusipokuwa kwa mikakati ya kumjua Mungu, ni lazima familia zetu ziangamie, ndoa zetu zitaangamia, watoto wetu wengine wanatumia drugs and all sort of things. So kitu yenye ilini drive ni mashida za wamama. Wolap Sacco tukoragwo na segment ithatu ebathite three pillars ya kana indo iria rehete. Kwina Wolap Sacco, hau ni uhoro wa weigithia na maundu maya mothe, uhoro wa biashara. Alafu kwina kindu gitagwo Wolap Network. Ino nayo ni welfare, uria tucamanagia tukago mundu na bereavement ni akwireirwo, kwina mohiki, kwina magangano maria mothe, tugoka tukanyitanira. A Wolap sister is never alone. We work together. Kugwo they part of that, and nidemonete muno because I'm working towards having a wedding. Mwezi 19 November dina wedding na I had my rorashio, and these people came through in a big way. So Wolap, it's just beyond atigoka togie na kindu teno tro na ngara ona muthenya wina kaundu gaku ni turoka tukanyitanira no kaheo uteithio uria ringi utangironire utari gikundi-ini kia atumia ta Wolap Sacco. Tunafurahishwa sana na haya masomo wanatuletea, juu inawezesha wamama kukaa katika ndoa, kukaa katika biashara na kufanya kazi zote ambazo zinahusu wanawake. Wanatusaidia katika kulea watoto, katika kukaa na mabwana zetu bila vita kwa nyumba. Tunasaidika kwa sababu kwa saa hii wametufungulia kitu inaitwa Wolap Sacco. Hii Wolap Sacco una save, alafu wanakupatia soft loan, alafu wanakuguide ile biashara unaweza anzisha. So unapata ukiwa mwanamke huwezi kaa bila kufanya kitu chochote.
kuna kitu unafanya, alafu unasaidia boma yako na unasaidia watoto wako. Yes. Sana huwa tunaambiwa in this world we come as a helper. Sio ukae kwa nyumba ugoje bwana yako alete kila kitu. Ulikuja kumsaidia. So kama unataka kuendesha gari, lazima ukue katika hiyo kazi ndio muweze kupata ile gari. Juu ulikuwa umekuja kama msaidizi. Kama ni kulea watoto, sio ufikiria ati bwana yako ndiye ataleta kila kitu, kwa sababu ulikuja kama msaidizi. Kwa hivyo lazima umsaidie katika kazi ili muweze kukuzanya, akileta kidogo na wewe kidogo, mkiwe